no matter how saved you are, no matter how bishop you can be, no matter how prophetic you are walking, there are things that will limit you. Moses failed to get into Canaan, and he was so powerful because alikuwa nagonga tu maji tium, barabara inatengenezeka. Alikuwa naangusa bakora hivi, bakora inabadilika inakuwa nyoka, nyoka zinaanza kumezwa zile kingine. Alikuwa anafanya kitu kinafanyika. But because of the altar of the family, that a word was spoken to him, that through the anger, that is Simon and Levi, the clan that Moses comes from, Simon and Levi, and they were told, because of the anger, iyo hasira muko nayo, mutaishi kwa upanga na mutaishi kwa vita. Ama sivyo Jacob aliwaambia. That is what Jacob spoke to Simon and Levi. And because of that anger, and nobody was there to reverse the word that was spoken, then it came to hound Moses many years later. And Moses failed to achieve his goal. Because alikuta kina Dathani na Kora wamejega tunyupa. Wamebadilisha matope, wametengeneza ng'ombe na wanainamia hiyo ng'ombe. Alishikwa na ile hasira ya kwanza na akakongesha ile tabanako ikaanguka chini. Mungu akakasirika akamwambia, kana ndio ile na utaenda. Because of what? The spirit of anger. Anger is a demon, and the anger is an altar that has caused many families to fall, that has caused many business to go down, that has caused even this church like this one to go. Na inapotea because of anger. Nobody that has ever succeeded. Look at Jesus himself. Because ya tubo walikuwa na njaa. Inataka kuimagine huku hakukuwa na gari na hakukuwa na nini. Huyu jamaa alikuwa anatembea mguu. Na alikuwa ametembea alafu ile hope ya kuona mti ndio ile. Akaona kimuti akasema kile kimuti kikubwa kuna matunda. Akakuwa na hope na anxiety ya kufika huko. Kufika mahali hapo akakuta hakuna. Alifanyia hiyo mti aje? He cast the tree because of anger. Until today the tree has never produced anything. So whatever that is produced out of anger, it can permanently put a mark on you. Bwana Yesu asifiwe sana. It can permanently, ukienda mzee baba yako ameinuka kichwa anataka kunena, kamata yeye, kamata. Mwanamke mzuri akiona baba ya watoto anaenda kuogea, anakimbia kana mshika mkono, anamwambia darling kuja, anampeleka bedroom kumzimia huko. Kwa sababu ili ataachilia hivi, it will come to haunt you. Bwana Yesu asifiwe sana. And it will come to haunt you because it was like a joke and you never took it serious. But kule mbinguni imekuwa registered. So it is a mark that will be there. Ndio baadaye many years to come, ndio nakuta kusikia watu, nakutana na mnabii akwambia baba yako alikukasirikia because of this. Oh, shosho alikuwa anatuambia. Sasa ndio unaanza kukumbuka vitu kidogo, unakuta you entire generation kama 3 zimeangamia kwa sababu only one word that was spoken by the great grandfather. And nobody was there, aibadilisha hiyo maneno. Kwa hivyo anything that is spoken to you, ibadilishe immediately. If you leave it, itashikilia. Na ikishikilia, it will go forever. Bwana Yesu asifiwe sana. So can that, ukikuja hapa na safari moja, ukuje utoe tuverufu twako 10 hapa useme ni sadaka ya madhabahu, na sasa haukujua shosho alikuwa amesema, itaondolewa. An altar, you must be able to identify it. If you coming here, that's why I want to sit down with you, or I listen to you because I want to understand what exactly it is. You cannot go praying randomly. Ati baba ninakemea mapepo ya giza. Oh baba ninakakaka. No. When it comes to altar, you now must be able to identify what is the origin of this altar. How old has it been there? Who spoke it? What was the authority of the person who spoke it? You must know those things. How old, the origin, and the authority that spoke. If the authority that spoke about this altar is an authority that had international standard of living, the international standard of level of doing things, then it requires an international minister to come and revoke it. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulienda kwa muganga na huyo muganga anatembelewa na watu wa Kisii, ni Mkamba, anatembelewa na watu wa Kisii, anatembelewa na Waluya, anatembelewa na watu wa Coast na watu wa Somali, but then that altar ya huyo muganga is a national altar. Whoever that is going to break that altar must have a national stature. Because hakuna uwezi kutuma chifu akashike dio, ama unaweza kutuma chifu
Si atakuta askari wa chifu wa dio wamwambie kwanza toa hiyo kiraoni ingia pale. Na ulimtuma ukifikiria it's an authority. So that is where we go wrong. That is where we go wrong, because you think every pastor can do anything for you. Not every pastor, not every bishop, not every prophet that can be there to make things change. People are called differently. And this kind of bishop, the people who break the altars, are called in the book of Hebrews 5, verse number 1. Hebrews 5, verse number 1. Verse number 1, let me read it before I go back. I don't know why I have been diverted to this, because that was not the line of my preaching. But because it has come that way, let us go with it. I normally like when I'm going the line ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebrews inakonga Old Testament wapi? Yeah? New Testament. Sasa niulize, New Testament na Old Testament ni gani ya ukweli? Yeah? Kwa sababu nahubiri saa kingine naona watu kwa YouTube wananiuliza that you are too much in the Old Testament. Sasa simu plug out New Old Testament itoke. Nisomee Hebrews. Who has the Bible? Beatrice, somebody? Patia hiyo microphone. Patia, leta tu. Wale ni watu slow. Every high priest, chapter number 5 of Hebrews, verse number 1. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God. Every high priest is selected from among people to represent the matters God. To do what? The people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sin. He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. This is why he has to offer sacrifices for his own sins and as well as for the sins of the people. And no one takes this honor to himself, but he receives in when he is called by God. That is the high priest. He is selected from among who? Among people. Ashaguragwo kuma gatagati-ini kadu, anachaguliwa kutoka kwa watu, meaning hata bishop ako hapo, meaning hata pastor wako hapo, kwa sababu pastor ni binadamu, bishop ni binadamu. Lakini katikati ya watu, sio katikati ya wachungaji, sio katikati ya maprofet, katikati ya watu kunachaguliwa mtu mmoja atakaye ambaye amekubalishwa kufanya na kuinua madhabahu kwa niaba ya Mungu kwa watu. Na huyu mtu anaingia kijiji kama hiki, hajulikani na hataki kujulikana, anainua dhabihu kwa sababu ya mudhurwa, na mudhurwa inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the role of a high priest. Lakini ukiambia mchungaji kama huyu, but I don't mean you. Mkiingia kwa mchungaji kama huyu ama mchungaji kama Wamboi, atakifika huko anataka atolewe sadaka, mtoe sadaka. Kitu ya kwanza nauliza, kwenda mohodi. Hata mazishi, kitu ya kwanza wanaulizaga, sadaka ya wachungaji ni gapi? Nani, kitu ya kwanza wanaulizaga, ni nani atacollect sadaka? Hiyo ndio kitu ya kwanza wanatakaga kujua. Ndio msilete mchezo kwa hiyo sadaka. That is not a high priest. Hallelujah. Ukikuja hapa nimefungua kanisa kwa sababu ya sadaka yako, I'm not a high priest. You are a pastor. You are a messenger of God. A high priest will spend his money because that is not your money. God gave you. When we went to Thika, I know you don't know what I did. I took to my spiritual father 800,000 shillings as a sacrifice for Thika. Did I ask you to raise? Did I ask you to raise? Hata sadaka hukutoa, nilikuangalia hukutoa. Wewe ulitoa sadaka? No, but I had an obligation. Kuna ozu mara mbili. Wanaangalia kwa TV, wanaona haya ni marago lile. Sasa unakuja, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipata safari ya kwenda Mombasa, ndio kwa sababu hujaniona sana, lakini nimekuja na sadaka kidogo nikubariki. Sasa hiyo sadaka nakatoa nika 50. Na ukiona mtu atakupatia ka 50, wa amekakuja na anakushikisha hivi na hataki hata uangalie. Na kwa sababu ni kitu hataki kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Being a high priest, you give sacrifices and gifts. And this is not everybody. Kusanya wahubiri.
uko Thika, nilienda nikatengeneza breakfast casket kwa hoteli inaitwa Casket. Wahubiri wote wa Thika walikuwa 400 and above, and I made a breakfast there. Wakakula na tukakunywa na tukakaa vizuri, tukapanga. Nikawaambia sasa, tukaniuliza ile madhabahu ya Mungiki ilifanyika hapa ni ngapi? Nikawaambia tulichinja mabuzi, tukafanya hivi, tukafanya na hivi. Number 2, tukaingia ya Maumau, tukaangalia ni nini na nini na nini. So what they wanted to quantify, nini sadaka gani wanaweza kutoa. So tulipoendelea tena nikawaambia not wachana na hiyo, kuna ingine ya Freemason. Wapi? Wako Thika. Nikamwambia hapa tena kuna kigogona ya Freemason na ndio kubwa Afrika mzima. Wapi? Ati wapi? Ati Afrika wapi? Wapi? Afrika. Nikamwambia igeni kwa gari wakubwa, nikachukua wakubwa nikawapeleka mpaka pale Olodonyo Sabuku. Olodonyo Sabuku si ni Kiambu County. Si ni Kiambu County under Thika municipality. Nikamwambia unaona hii inaandikwa nini? Macmillan. Hebu ingia Google useme angalia kwa kitabu Google, enda kwa film Google, wakagugu. Macmillan. Na wamenunua wachungaji wengine wamenunua shamba kwa hiyo Macmillan hapo. Kwa hiyo shamba ya kahawa huko ndio wamejenga. Haleluya. Wakaniuliza kumbe tumekuwa kwa Freemason. Nikamwambia si hata wewe ni wa Freemason. Bwana asifiwe sana. We are in these altars not by us knowing, but we found ourselves there, and because of lack of knowledge we don't know. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we see in the book of Judges 6 verse number 1. And the children of Israel did that is evil in the eyes of God. And God was so annoyed with them that he gave them over to the children of the Midianites to torment them for 7 good years. So there are people who are suffering not because the devil is punishing you, but God is punishing you. For 7 years, they stayed under the hands of the Midianites. Walifukuzwa wakachapwa, walilima mchana, usiku wa Midiani wanawaambia kujeni leteni vitu zenu. Walikuwa nafanya kazi usiku in the caves. The children of God who commanded, who are given power and authority, wakaingia kwa hiyo shamba with the power and authority, but later it turned. They became cowards. Walikuwa naishi in caves. Go and read it. Read your Bible. They were in caves. Wakilima, wanaingia usiku, wanajificha mchana, wanachomoka usiku because of the Amalekites and the Midians and the people from the south. They never allowed them to eat. They never, every time they will wait. This is the Midian, they will wait for you to do the job. And once you finish the job, they will come and ask you later. If you have that spirit of near eating syndrome, sema near eating syndrome. Sema near eating syndrome. Hiyo ndio spirit ya Wamidiani. When you are just about to prepare the money, that's when you scare kabuni iliaguka. When you are about to get married, unasikia jamaa alipata accident na akakufa. Hallelujah. So that is the most thing that is haunting you in your life. Because you do a lot of work, when you are about to be paid, unasikia kitu kimetokea na kimeenda na utaji. So when you are operating under Midian spirit, go to trace this from your father. Bwana Yesu asifiwe sana. When you find the Amalekites are those people who will eat your sweat without your permission. Who will eat everything that you have without your permission. They will come and steal. They will come, unaandika kama msichana, wakati mnakusanya nakwambia kaende bank, kanaenda bank nyingine. Ulikwambia Equity, kakaenda Kakamega. Na kalienda na elfu ngapi? 400. Na hiyo 400 it was your finest. Inaenda Kakamega. Sasa unashindwa, hauna hata fare, hauna hata nini, utamtafuta wapi na umjui. Hiyo ndio spirit ya Wamidiani. Spirit ya Wamidiani don't trace it kutoka kwa wachawi. It is not in the wachawi. It trace it kutoka kwa wasasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Joas ndio peke yake alikuwa anajua ile madhabahu ambayo wanafanya ama ile Baali, the altar that the Joas had was not from God, and it is only him mwenye alikuwa anajua this is not from God. He lied to everybody. Watoto wote wakazaliwa wakijua madhabahu ni ya Mungu. Watu bibi wakakuja wakijua madhabahu ni ya Mungu. Kumbe yeye peke yake ndiye alikuwa anajua ni shetani mudheli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Gideoni akapengeneza watu 32,000 people. 32,000. An army to go and battle with the Midians and the Amalekites. Until when the angel of the Lord came. Akazungumuza na Gideoni akamwambia, this battle you will win as a man. Remember, he had prepared 32,000 people for the job.
But God and told through the angel, they told Gideon, this battle will be won by you as a man. So when you are dealing with the spirit of the Midianite in your family, it is not won by the entire clan. It is won by you alone. You who is selected to do the battle. Not all are selected in your family, were boy. So those who rejected you, rejected everything. They didn't reject, they are not your enemies. It is because they didn't understand it. It is your father who was the cause of the spirit that was fighting you. So it is you only who had to come and confront the spirit in me. Hallelujah. So you must trace your parents and see what is this that is operating in them. That which is operating in you. Can you trace it back to your parents? It is only Joaz ambaye alikuwa anajua hii madhabahu siyo ya Mungu, ni ya shetani. Gideon, when he was spoken by the angel, he went and wakati realized, and that is where you begin knowing how to break your altar, the altars. Wakati alijua huyu ni angel, alikimbia mpaka nyumbani, akaambia angel kaa hapa, akakimbia nyumbani, akachukua kambuzi na mkate ambao hujachachwa, akalete kwa huyu malaika. Huyu malaika akamwambia wekelea kwa mawe. Alipowekelea juu ya mawe, akanyoshia bakora yake, moto ikawaka, ile nyama ikaliwa, ikaisha. That was the beginning, and that is the beginning of knowing how to destroy the altars operating you. When you realize this is the man of God, this is a man of God, you rush home, you come with the sacrifice first for connection with this man of God. From there once, kama hivyo mumeninunulia kakitu, si ndio? Lakini imewekwa kwa kikapu ya kanisa. Kai, hiyo sitaiona. Kai, nimefanya hiyo sitaiona. Sasa afadhali mrudi tu kwa mfuko. Oh my God. When Gideon realized this is the angel of God, akaleta hiyo sadaka, it was the beginning. Wakati he brought the sadaka to this angel, and the angel lifted his staff, akaionyeshea ile sadaka. Alipoionyeshea ile sadaka, moto ukawaka, ikateketeza sadaka yote, akakubalika. From there, macho yake ikafunguka. Immediately the angel disappeared. You may come to me, tuonane leo peke yake, then you will not be able to see me again. You will try to call me, I'm not picking your phone. Not because I don't want to pick your phone, but because the connection imekatika. Now I will have connected you with God. When the angel disappeared, Gideon was connected with God. And God started speaking. The God he was asking, huyu gai uitole adhireko, huyu Mungu mwa Abraham, huyu Mungu mwenye alitupigania tukakuja hapa, huyu Mungu mwenye alifanya aliendanga wapi? Because he could not comprehend. Why are we suffering yet we have a great God? He didn't know that they don't have that great God. He didn't know. He was thinking that we are still with God, yet he was not with God. You might be thinking whatever you are doing, the life you're being, umeokoka, unaendanga kanisa, unatoanga mafungu za 10, watu wanasemaga, natoanga fungu ya 10, si hata nimevujua madhabahu, nimefanya. Ulifujua na nani? Was it a God command? It must be a God command. When it comes to breaking the altar, it must be a God command, not a pastor's command. I cannot come and tell you, hiyo ni uchawi na ni urogi na ni ushenzi. It must come from God. And Gideon, after giving the sacrifice to the angel ikakuwa consumed the fire, then the angel disappeared. God entered. When you raise a sacrifice, a personal sacrifice, to engage with that word that has been spoken by the man of God, then you re-engage the Spirit of God that was speaking through this man. So it is important for you to know what kind of a man is this one. Is he speaking from the God you think, or is speaking from the God you don't want to imagine? Once he did that, the angel disappeared. Then Gideon, as he was walking, the voice of God came to him. Na ikamwambia, Gideon, this battle will be won by you. Then he asked, me, I'm least in my family, and our family is least in our clan. How will I be able to do it? God was still speaking. Tell your neighbor, God is still speaking. And he told Gideon, it is not a matter of many people. This battle you will be won by you.
And he called him, you man of what? Valor. So for Gideon, he was a small man. Their clan was a small clan. But in heaven, Gideon was not known how he knows himself. In heaven, he was known as a man of valor, a powerful man, a powerful man to conquer, a man to destroy, a man to bring down the principalities and the forces of darkness. Yet himself, like you and me, we look down upon us and look at us like we cannot be able to make it because you don't have money, you don't have job, you don't have a family to stand with you. And then you ask yourself, will I make it? This I cannot make it. But in heaven, he is known. In heaven, you are known as a great man. In heaven, the name there, wanakujua wewe ni champion, wewe ni conqueror, wewe ni winner, wanajua wewe ni mtu very powerful. Lakini hapa duniani, otiao kilitaka kwa todo, ndio unakatawie gete, unatembea hata side ya kutembea, ndio watu wakuhurumie, unatembeaga kama kiwete, ndio watu wakuhurumie. Yet kule mbinguni unajulikana as a man of valor. They have tormented you, they have mocked you, they have looked down upon you. But in heaven, you are not just an ordinary person, but you're a special person. And he was told, this battle is not your battle. This battle, it is my battle. I'm going to win it for it. And he was commanded by God. That is where now God comes in. Akaambiwa nenda, because he was wondering, how will I win this battle? How will I conquer these Americans? How will I conquer these Medians? How will I conquer these challenges? How do I conquer this? And yet they have, imagine, alikuwa najiimagine, we live in caves because of fear. And now there is this person telling me that I'm going to win. It is unimaginable. It is not comprehensive. Nobody can imagine. Nwali na besho ngeko hiki. Haukua. Lakini alikuwa na insist lazima tufanye harusi. Na hayuko job na hana pesa, lakini kana sukuma tu lazima tufanye harusi. Na kana kaka gumu. Because in her she believed this is doable. In you must have the spirit. This is doable. If they are saying that you're going to become a professor, this is doable. If they say that you're going to conquer the world, this is doable. If you don't need to have the material with you, you need to have the faith. Hallelujah. You need to have the zeal, the faith, and know that you have a God who is supreme. And when you have those things with you, when you have the power, and then God working with you, because Gideon in his life, he thought, I am not worthy. In the life of God, Gideon, he knew that this thing cannot be done. He knew that we cannot be able to win, just like you. You have been tormented, mpaka umefika mahali. Unaona, this is not possible. I want to tell you tonight that it is possible. I want to tell you tonight that this is doable. I want to tell you tonight that you're going to make it. I want to tell you tonight that you're going to conquer. I want to tell you tonight that you are going to make it. I want to tell you tonight, no weapon fashioned against you that will do. It is not by power, but by what? By the Spirit of God. Then because God knew that Gideon does not understand what he's doing, God sent Gideon to go kwa zizi ya baba yake. Pale kwa zizi ya baba yake. Akaambiwa nenda uchukue ndume wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. It is always God will send you not to any other person, but kwa zizi ya baba yako. Because your father, it could be, is the contributor of the challenges you are going through. And because you don't know, the battle that befell this young girl was so huge, because I remember the mother to this child wanted to do an abortion because I was in a relationship with another woman that was threatening the mother to this. And this woman I was in a relationship, alikuwa anataka kuua mama ya huyu kwa sababu nimekamatwa. Sema kukamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And the mother had to run away. Akaenda kujificha for 9 months without having proper food and proper protection. And there are people haunting you. Na mama huyu na familia zao wakamreject, wakamutupa nje, wakasema hawataki. Unusho. Hadi yodokia msiwene. Wakamuhate na wakamuchukia. Mama ya huyu alichukiwa mpaka she wanted to commit suicide. She tried several. She tried to remove this girl several, but this girl was a very stubborn woman. She refused. She said, hapa ndani ndio nakaa. When you are destined for a destiny that is godly, nobody will be able to terminate you from this earth.
Nobody. And no power or no authority that can stop you. Not even. And God wanted to show this girl that I'm building a testimony in you. That when you lift up the microphone to that world, they will listen to your testimony and the world will change. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And at the same time, God was working in me. And when they were living somewhere in a very bad condition, I was also being tormented. Sasa hiyo ndio nahamishwa kutoka jela moja naenda jela nyingine. So I didn't know. Hata sikuwa nakumbuka vizuri kama kulikuwa kabego. Lakini baadaye many years somebody came and told me, unakumbuka ule msichana anaitwa Judy? Si unajua ako na mtoto yako? Mtoto mama nani? Akaniambia kanaitwa Aboy. Akakuja, ulikuja ukapigwa picha bila wewe kujulikana. Sasa nikaletewa nikaona kweli figa by figa. Nywele by nywele. Macho by macho. Mapua by mapua. Hii ni mimi. Nikaenda nikatafuta. Nilipoenda kutafuta mama akaniambia wewe toka hapa. Huyu mtoto si wako. Those are battles of destiny. When you are being faced by a destiny, the battles will come a long way. And they will try to stop you until I was able to win a battle against her destiny ambayo inataka kumalizwa nikamulete so that the trapping of your father, because this is where now the father comes, because it is me who was causing the problem in her life. Ile madhabahu nilikuwa nayo ndio ilimsababishia mateso, because ametoka kwenye familia ambayo iko na madhabahu international. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why you are going international. Hallelujah. You know, I'm still prophesying na sioni ukiekelea kitu hapa. Oh my God. And God akamwambia Gideon, nenda kwa zizi ya baba yako. Chukua ndume wawili. Mmoja ukimkamata uchinje kabla na uende kwa madhabahu ya baba yako. Now that is where the question comes. Hii kanisa tumejua na tumezaliwa ikiwa ya biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii kanisa ya baba sisi yote, the entire community, the entire clan wanajua hii ni kanisa ya Mungu. Sema kanisa ya Mungu. Kumbe Mungu peke yake na Joasi ndio walikuwa najua hapa hakuna Mungu. Sema hapa hakuna Mungu. Sema hakuna Mungu. Hapo. Kwa hiyo kitu ya Mungu akamwambia nenda kwa madhabahu ya baba yako. Inaitwa pale wanaabudu, inaitwa madhabahu ya Baal. Wao walikuwa nafikiria Baal ndio Mungu. Hallelujah. Akaambiwa nenda ubomoe, lakini aliambiwa with a caution, don't go with the multitude. Chukua watu 10 ama 11. Ana usiende mchana. When you are breaking altars, you don't go shouting. You don't go making noises. Naenda kufuja madhabahu ya baba yangu. Naje baba yangu anakuaga mganga, naenda kufuja. Abraham alitolewa kwao. Akaambiwa toka. God had the power, maximum immense power to bless Abraham kwa baba yao. But God knew even if I bless this man here, the seed madhabahu ya baba itaogea. Because madhabahu ni renewable. Bwana Yesu asifiwe sana. If the owner of madhabahu ambayo inazungumza kwenu ako hai, hiyo madhabahu itakuwa renewed no matter what God will do to you. So Abraham akaambiwa toka uende mpaka ile nchi nitaenda kukubariki. Lakini case one another secret, God never told Abraham unaenda Kayore. Alimwambia uondoke mpaka ile nchi nitakupeleka. Then that is where I'm going to bless you. Because akamwambia usibebe mtu ya familia. Being disobedient is the worst thing on life. Because you are seeing the children of Israel in the book of Judges when they suffer because of disobedience. Again in the book of Genesis about the life of Abraham, we are seeing another mistake of disobedience. Abraham akaambia usibebe mtu mmoja wa familia. But because he had a boy whose father had died, akasema I'm going to go with this young man. Because he's still a young man, so hakumhesabu ni kama mtoto. But remember, God had chosen only Abraham and the wife. And he told the wife, Mungu amesema tuondoke, and ukaanza kuondoka. Na walipoenda kuondoka, wanasafiri kuondoka. Jamaa mzee akasema tubebe haka kakijana tusigende kama mwana kadigwa. Tuende si mwana adigwa ni wa Mungu. Akambeba wakaenda na yeye. Kumbe that was the beginning of the downfall of Abraham. Remember, God had the power to bless Abraham kule nyumbani. Lakini kwa sababu alijua baba ndio anaabudu, baba ndio amejenga masanamu hizi, baba ndio ameinua hii madhabahu, baba ndio ako na madhabahu ya shetani, alimuondoa akamwambia ondoka uende. And then he never told him
unaenda Kayole. That's the top secret of destroying altars in your family. God will never tell you when he's going to destroy it. Abraham alinyamaziwa because kama angeambiwa unaenda Kayole na usiambie mtu, angeambia mke wake kwa sababu wanaenda na mke. Alafu mke wake au watu wa neighbor wasikie mke wanaenda, angemwambia sasa tuseme huyu ndio mke wako na usinikilemu. Ile waboya atasema ndiye atakuwa. Sasa huyu ni mke wangu. Sasa nimwambie tunaenda na nimwambie Turathi Kayole na tukere modo. Naye huyu ni dada ya nani gukira we nawe tondu kuri kura niki. Rakura niki? We mukuru. Sasa huyu ni dada ya nani? Naye huyu anamwambia mwana arajerire aterere. Turathi Kayole na tukauge. Sasa huyu si ametumiondoka. Naye huyu tuthina kou. Naye huyu anaambia kaseni yao marathi na huko Kayole na mutikere modo. Hiyo imespread ama haija spread? Imespread, and the secret will leak kwa baba ambaye alikuwa amewashika mateka. So that is why God denied him the knowledge of understanding where you are going. Sometimes we walk in the faith. Faith is believing in those things that you don't know and you don't see. You become a foolish, like Wamboi told us. And he believed tukienda. He told the wife, I imagine wife nasikiaga Wayahudi ni Wakikuyu. Sasa na imagine huyo mama ni Mkikuyu na alikuwa na busi na ngamia na nini. Swali ya mkwanza aliuliza huyo mzee, "Tradhieko?" Tradhieko, rabu atodhieko. Atetodhie? Atedoi, ng'ombe nacio. Ikaframu kioko gyako gitararuta wira. Unasema tuende wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. But because he's a man of faith, he walked with them. The unfortunate thing, he carried the son of his brother. There are things we carry alongside with us. There's small faith, some small beliefs that we carry alongside with us. God has called you. Mbona amekwambia this is a man that is going to marry you. This is a business you're going to start. This is the place you're going to stay, but you are still carrying the baggage. That small baggage will cost entire of your faith. And the entire journey that you have will be costed by this. Remember, from the day Abraham started the journey, alikutana na shida baada ya shida mpaka alifika mahali akapatiana mke. Akasema this is my sister. Akapatiana kwa mtu anaitwa Abimeleku. Akapatiana kwa Abimeleku kwa sababu aliona vita imesiri. Kila mahali alikutana na Wafilisti wakapigana vita. Akateremka tena akapigana na mtu anaitwa Abimeleku. Mke wake alikuwa so beautiful, alibidi apatiane mke wake. Kwa nani? Kwa Abimeleku, ndio asiuliwe. Because of carrying this kakitu, kalutu. Hutu turutu hata kwa kanisa. Hutu turutu lazima tutoke. Sema tutoke. Toa turutu kwa maisha yako. Sema rutu toka kwa maisha yangu. Because hii rutu inaendanga, you have mercy. Turutu unakuanga na mercy. Kwa sababu ni compassion ya. Huyu ni mtoto wa brother yako. Sasa naotikanalia. Taruga Melissa. Naotika mwana Melissa. Sio natembea naye. Na kumbe uliambiwa usibebe anybody from your family. The spirit of disobedience will cause you to suffer. The spirit of disobedience will disorganize you completely. Now Abraham, instead of going straight where he was supposed to go, he started engaging in battles that were not necessary. Walking with Rutu, you invite the battles that are not necessary. Battles that you could have ignored easily. Battles that could not azingekuwa zinakuja. Lakini turutu hutu tunakuaga hapo. Kana kujaga kama sasa pale kwangu na kwa ofisi yangu pale wale wamekuja kwenye ofisi ya vitine, lakini ninakuaga na maji naweka hapo maji. Sasa turutu tunakujaga tunaoja kwa sababu wanatafuta maneno watakuja kuambia watu ati mtu anakunywa pombe. Wanakuja wanaoja hiyo maji, wanasema hii maji imewekwa kitu inaitwa chrome na chrome ni ile pombe haina. Haleluya. Ama wanasema ama hapa nimekuja nimeona karatasi. Hii karatasi inaonekana inakaa ya sigara, ile karatasi ya ndani. Sinajua foil ni ya kufuga nyama. Labda nimekupata hapo nimebeba mutura, nimefugiwa mutura. Sasa nikikuja hapa nikiweka kabakienda ukirudi unakuta nakwambia unapiga simu. Kazi imefanyika ukienda kwa ukirudi unakuta hakuna hata kitu kimepakwa. Haleluya. Na wanajimbana marutu. Wanajua kuchimbana kulimana. Until you make a decision, this route must go. That is when you have peace. Abraham akaona imechacha. Baka akaambia kijana, we kijana, sikiliza na unisikiliza vizuri. It is the point when you realize you are carrying the mantle, not the root to carrying the mantle.
Until the time you realize the mantle is in you, not in him. That is when you make a perfect decision. And Abraham made a decision. Na akasema, you Lutu, chukua zile vitu zote unataka. Carry them, panda, kwenda. Na ujichagulie mahali pazuri unataka. Kakijana kalijichagulia, but kule kalichagua. Where you choose to do will make a decision for the next of your life. Lutu alichagua kwenda Sodom na Gomora. Upande wa Sodom na Gomora. Because the land was fertile. The land was good. Everything was working. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the spirit in him was of immorality. The spirit in him was a spirit that is full of destruction. That is why God allowed him to choose. And then mzee was left kwenye mawe. Hallelujah. Sema kwenye mawe. The mzee. Hapa kanisani wananizanga mzee. Mzee was left kwenye mawe. When you know you are carrying the mantle, don't worry. Even whatever they say about you, don't worry. Wakisema hawata kupeleka kwenye mitambo, don't worry. Wakisema hawata kuharibia kazi yako, don't worry. You are carrying the mantle and you are carrying that which they are pretending they can be able to control. Hallelujah. I don't know, sioni kama mmenielewa hapo. Ningesikia amen kubwa kama tungekuwa kanisa ya Winners Chapel. Sasa hizi masadaka zingekuwa zimejaa hapa. Hallelujah. I wish nitahamia Winners Chapel. Abraham commanded Lutu, that is, get out of my life. And the Lutu was told to choose where to go. And he chose where to go. And the mzee was left in a land that was full of stones. And in some few days it rained. Ile mchanga yote ilikuwa kule kwa Lutu ikamenywa na momonyoko. Monyoko ni momonyoko ya udogo. Ikateremusha the soil down to where mzee was, down to where the owner of them is. Hallelujah. Tell your neighbor, I'm the owner of my own mantle. So I'm not worried whether you're going to go, Beatrice. I'm not worried whether you're going to go. Whether you're going to go, I'm carrying the mantle that God has put into me. Hallelujah. So therefore, that is why you, in the first place you came. Kama singekuwa na ungekuja. Sasa ndio umeona wewe uko na akili kuniliko. So Abraham said, now go. And the day Abraham said, go, Biblia inasema, and the eyes of Abraham. Ikafanya nini? And the eyes of Abraham, ikafanya nini? Ikafunguka. Kumbe malutu ndio wameshika eyesight yako. Kumbe malutu ndio wameshika baraka zako. Kumbe malutu ndio wamekamata where you are supposed to go. And the eyes of Abraham ikafunguka. They were open. Ilipofukuliwa, aliambiwa na Mungu, tazama mahali macho inafika. Kumbuka Lutu na Abrahamu walikuwa wanapigania 10 acres of land because ya malisho. Hallelujah. Atatoje kuruwira na wewe madhabahu maya. Atatoje nienda kukaa, nienda kuja. Nitakwambia shika microphone. Na nitateremka hapa chini. Hawa watakuja hapo chini. Wewe utawachwa na microphone hapa. Hallelujah. Abraham akamwambia sasa, enough is enough. Na kaondoka. Mungu Abraham alipo make the decision, macho ya Abraham ilifunguka. They were fighting over a piece of land of 10 acres kwa sababu ya malisho. But God had a different story for Abraham. Alipofunguka alimwambia, tazama mahali macho inafika. Mwambie mwenzako, tazama. Tazama maono yako mahali pale imefika. Tazama ndoa yako mahali inaenda. Tazama biashara yako mahali inaenda. Tazama huduma yako kule inaenda. Tazama. Open your eyes. Drop the Lutu, the eyes will open. Hallelujah. Hallelujah. Muulize mwenzako kama uko na Lutu wangapi. Amekwambia ni wangapi? Mwambie drop them. Mwambie drop the Lutus. Drop them. This was a niece kama nephew. Niece. Msichana ndio niece ama ndio nephew. Wewe sasa unaweza kuitwa aje niece? Na wale wakazi una jina yako ni niece sasa. Niece ni mwanamke, nephew ni kijana. Imagine this is a nephew of a dead brother. Mtoto wa dead brother that you have to stop him from interfering from where God is taking you.
Do not entertain those nonsense, those heads that are stupid here. You brought them into your life and they started eating your fruits and they wakapanuka under your umbrella. Sasa wanasema ni wow. Chase them like dogs. You have my permission from heaven. Chase them like dogs. Tell them to choose waende. Just mwambie hata kama ni nyumba yako yote wanataka, mpatie, muondoke. Mpatie siku kadhaa. Abraham akafunguliwa macho, akaambiwa kule, tazama, akafika pale, unaona pale dunia imeshikania na Israeli pale. Akafika huko akaona tena dunia imeenda. Akafika mahali kule tena akaona dunia, mpaka wa leo Abraham hajaifika mahali dunia imefika. That is the blessings you are forfeiting at the expense of carrying the rutus. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema nimekataa marutu kwa maisha yako. Sema nimekataa marutu kwa maisha yangu. Mimi hapa kama mchungaji wa hii kanisa, I have decided and I have made a decision. I will not walk with a lutu. If yourself you are a lutu in this church, prepare to walk out from today. Hallelujah. Hallelujah. This message was my message. Sema it was my message. Kama kapombe ndio kana kufanya unakuwa lutu, ndio kalutu kako. Kama usherati ndio kalutu kako. Kama bangi ndio kalutu kako. Kama masengenyo ndio kalutu kako. Kutoka leo sema it has come to an end. Hallelujah. Sioni watu wanasema amen kwa sababu wanashindwa niko na lutu nitaachia nani? Nani wangu yangu kai lutu nitaachia nani? I have made a decision. Kila mtu aseme I have made a decision. I have made a decision. Every lutu in my life must go. Every lutu in my life must go. Before I close the year, kabla nivuke mwaka, every lutu in my life lazima aondoke. Nilisema this is 14 days kutoka jana. This is 14 journey day of dropping lutus in my life. Yes. Hata kama wewe ni mke wangu, nikijua wewe ni lutu. Hata kama wewe ni mama yangu, nijue wewe ni lutu. Hata kama wewe ni baba yangu, nijue wewe ni lutu. That is me. I've made my decision. And by the year, the date like this one next year, mutakuja kuniambia pale nitakuwa nimefika. Wengi wenu mtakuwa mnanionea kwa view sasa. Ni hata hujagelia, ni wali mhujaita. Nikibimiwa kwa satellite dunia mzima. Kai mhujaita, mali mhuja nole ule. Ete ile kumagia pesa ete ile kai na darageria andu. Aigire mabodyguard ye. Ndo kimukuheria wewe. Nikieka hao mabodyguard ni wanyama, si ni binadamu. Mbona ukua hapo kwa bodyguard? Mama acha kudiangalia vibaya. Siwe ndio ungekuwa. Na kutaka mtu hapa na unajua sisi ndio tulipatia. Unajua mimi ndio nilipatia pesa ya kwanza ya kufungua kanisa ya Mwiro, mimi ndio nilitoa. Na sasa hiyo shati amebadilisha hii kora kwa sababu imeisha, amegeuza hivi. Sasa unamuuliza kama wewe ndio ulifungulia Mwiro church, kumaanisha uko na anointing. Kama wewe ndio ulisimama na mimi, kumaanisha you have the anointing. Ilipotelea wapi? Mpaka ukabadilisha chati yako ikaenda pande nyingine. Acha upuzi. You are a lutu who was dropped. Sema you are a lutu who was dropped. And the lutus wakiwachwa they suffer. The lutus wakiwacha, zile ng'ombe zote lutu walienda nazo zilikufa. Zile kondoo zote lutu walienda nazo zilikufa. Ile mchanga alisema anyang'anye msee aende upande ule mwingine, Mungu alibeba mchanga akarudishia msee because msee was carrying the mantle. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not be worried of these lutus. Chase them away like dogs. They are the stubborn in your life. Una imagine msee kama Abraham. Urathi kuneana mukagu kwe mundu. Abimeleku mudhamaki. Yani unapatia na mtu namwambia huyu ni sister yangu, kaa na sister yangu. Na ni mudhamaki, na unajua mudhamaki anaka control. Baka Mungu mwenyewe anahurumia, anajua mchika hii hajui shida ni karutu, hajui shida ni karutu. Akazima mzee huyu Abimeleku. Mfereji kwenda kufungulia mfereji ya maji akakuta imedry. Akaita kajo akasema mzee hii hata tumeshindwa kufungua. Akaita security ikakuja ikasema hii. Akaita waganga wakuja, waganga wakasema hii maneno. Mganga mmoja ndiye alimwambia kawe mkawene. Mzee alijaribu kila kitu kwa sababu mwanamke ni mrembo.
Mpaka akaulizwa na waganga, kwa sababu alienda kwa waganga. Waganga akamwambia, kwani uko na mke wa mwenyewe? Akasema kuna mdada wa mtu fulani ako hapa. Huyo ni mke wa wenyewe. Wakaita Abrahamu. Abrahamu, kuja. Wewe mzee, mbona unanidanganya? Unataka kunimaliza kwa nini? Wewe uko na mafuta mzee. Sasa ni mwanamke anapembeleza huyu mzee. Kwa sababu ya nini? Ya kubeba Rutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Drop that Rutu that is in your life. Tell your neighbor, drop that Rutu that is in your life. Amekukula kama mchwa. Amekukula, hana maja na wewe, anataka tu kukukula. Ako na plan ya kukumaliza. In the next 2 days wamepanga. Drop that Rutu. Wakati alirudishiwa ndio uliona hii wimbo wa Kolino wameiba. Abimeleku shokia mukawene. Kwa sababu maneno ilikuwa moto. Abimeleku alijaribu, na imagine sasa Ruto amekuwa challenge na yeye ndio yako ni commander in chief. Amekaziwa. Hallelujah. Therefore when Gideon was told about destroying the altar, Mungu alimtuma kwa shamba ya baba yake. Akamwambia chukua ndume wawili. Remember Gideon had prepared 32,000 men who are going to fight with the Amalekites. But God had prepared 11 people. And only Gideon was the man to carry the mantle. And when he went, he was told, nenda kwa madhabahu ya baba yako ubomoe, uchinje ng'ombe wa kwanza, kisha uchome na uteketeze, na hizo miti zimejenga madhabahu, uteketeze hiyo ng'ombe ya kwanza kwa hiyo miti. Kisha ukimaliza kubomoa na kuchoma, unijengee madhabahu kwa utaratibu. Hala? Hebu sema ala. Kumbe Gideon alikuwa anatengeneza 32,000 kupigana na maadui. Sema ala. Kumbe ni baba yake adui. Na wamekuwa wakipanga na baba yake ndio adui. Kumbe walikuwa wakiomba wakiuliza Mungu alienda wapi? Kumbe baba yake ndio anajua hapa mimi ndio nimeondoa Mungu. Kumbe they were worshiping a god of the Amalekites. And the entire problem was because of the disobedience. Tusimame kwa miguu yetu. Kama unasikia you have been that line of the Rutu, nataka sasa ufungue kinywa chako, command every Rutu in your life to get out of you. No matter what good or how good they may look like. No matter how special they are to you in your life. Niweke ile ya mutuli pale. Somebody niweke ile ya mutuli, achana na hii. Ile ya mutuli tuwekewe pale. Mutuli is my brother. Hallelujah. Prepare yourself. Nyosha mkono wako, because sasa tuko kwa vita ya kufukuza marutu. Tuko kwa vita ya nini? Leo before the end, before saa 12, every Rutu in your life watakuwa wameondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. You make a decision. Then from today, macho yako itaona mahali hijawahi kuona. Hallelujah. Oh my God. Somebody prepare, somebody prepare, somebody prepare, somebody prepare. Yes, fungua kinywa chako sasa, uanze kuomba, uanze kuambia Mungu, nimesikia neno lako, nimejua ni mimi mwenye matatizo, nimejua I'm the cause of this problem. Ni mimi nili-invite marutu ambao wananisumbua sasa. Ni mimi nili-invite marutu ambao wamekula mali yangu. Ni mimi nilienda kwa huyu bwana ambaye hakuwa bwana yangu. Ni mimi nilienda kwa huyu mke ambaye hakuwa mke wangu. Mimi ndio nilianza biashara ambayo haikuwa biashara yangu. Ni mimi tulipata na huyu mtu kwenye hii kazi ambaye si mtu ambaye alikuwa wa kwangu. Hey, open up your lips. You can shout the way you want to shout, because you are battling an altar.
Haya, mwambie tawala maisha yangu. Mwambie niongoze katika maisha yangu. Mwambie wewe peke yake unaweza. Oh. Niliachwa na wewe, uwe wa kunisaidia, uwe wa kunifundisha, uwe wa kuniongoza. Ninaomba mwongozo wako. You are my Lord. Dear Holy Spirit, dear Holy Spirit, you are my teacher, you are my guide, you are my instructor. I need more of your teaching, more of your strength, more of your knowledge. I desire to grow. I desire to grow. I desire to grow. Oh yes. Mimi nikakuone. Mimi nikakujue. Jifunue kwangu. Nikakujue. Mimi nikakujue. Mimi nikakujue. Mimi nikakujue my Redeemer. Oh my Lord. Nikakujue. I desire. I purpose to seek your face, Lord. I need more of you, Lord. Oh, yes. Oh. Roho yangu ina kiu. Roho yangu ina njaa. Nimekuja kwako. Nimekuja kukutafuta. Nimekuja kukuinua. Nimekuja kukushukuru. Hakika. Oh, tangu hofu ilipoachiliwa umekuwa wa karibu. Oh yes Lord, tangu hofu hii ilipoachiliwa umekuwa wa karibu. Umekuwa wa kunitia nguvu, umekuwa wa kuniimarisha, umekuwa wa kunisimamisha. Nimekuona Adonai El Shaddai,
nimekuona, nimeuona mkono wako. Thank you for the grace. Thank you for the protection. Thank you for the favor. Oh yes, Lord. Wakajana nilikuona, 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 wakajana nilikuona. Something.
Nasema uinuliwe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You has come to an end. Nini? Okay. Shika tu hapo. Hapo. Yes. Ishike tu inue wale wanaweka kuna pay bill. It is a Equity pay bill that is 247247 as business number. Then we have the account 239,555. 239,555. Are you ready? Are you ready with it? Now lift your right hand up. Ule anataka bahasha zipo. Kuna wale walisema watatusaidia kulipa rent. Also put it, iweke kwa hiyo rent. Kuna wale walitaka kutoa seed because of business, because of whatever they want to do. Put it now. This is a time, this is a day of your major breakthrough. This is the day that is going to change your life. This is the day the looters have been dropped. It is the looters have been causing troubles in your life. And this is the day. This is the day the witches, wale walijaribu kukuroga, wale walijaribu kufanyia mateso, this is the day wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. As you lift up your sacrifice, as you lift up your offering, inue tu kwa mkono wako wa kulia, then come forward, drop it at the altar. Drop it at the altar. Come kuja nayo, you drop it at the altar. Kama umetuma kwa simu, just kuja ushikilie tu altar. If you have anything that you can, just come forward. Ilete sasa mpaka kwa madhabahu. Kama uko na mchanga ungetaka tukuvunjie madhabahu ya mchanga, lete hapa, kuja hapa, tutavunja siku hii ya leo. I'm saying come na sasa lete sadaka yako, wekelea kwa madhabahu. Wekelea sadaka yako kwa madhabahu. Kama umetuma na simu, wekelea simu yako hapo. Kama umetuma na simu, wekelea, just drop it kwa madhabahu. Ninakuinulia madhabahu itakayopigana na madhabahu ambayo imekuwa ikikuinukia. Just bring it forward. Drop it. Na msikunje kuja noti. Kama umeleta noti umekunja ikuje uikunjue. Hapa si soko ya marikiti. Noti Mungu alikupatia. Muhidi mwenyewe anakupatia noti ikiwa clean, ikiwa straight. Sasa wewe unapatia Mungu kitu umekuja. Iweke ikiwa hata kama ni 10 bob. Hiyo ndio Mungu alikupatia. That is what God gave you. He knows you have 10 bob. He knows you have 15 bob. He knows that is what you have, and that is what brought you here. Yes. Thank you. Bring it forward. Kama hauna we kuja tu mbele uguze madhabahu. Kama hauna chochote, kuja tu mbele uguza tu madhabahu. God is going to do something. Na wale wameweka simu zao, mkae hapa kwenye mbele kwenye simu zenu. Kaa tu mahali karibu na simu yako. Usikae mbali na simu yako hivyo. Good. Usiweke mbali sana karibu na wewe.
Huu ni msimu wa Krismasi. Weka tu chini, wekele tu hapo. Thank you. Thank you. Yes, my brother. Come forward. Kuja tu. Kuja, simama pale. Lete katoto. Katoto kuja. Kabebi. Kuja. Kuja hapa mbele. Simama hapo na mwenzako. Kuna katoto kingine hapo kadogo kama haka. Haya, inua mikono yako juu, tunaomba kuomba. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, nimeweka madhabihu yangu. Hapa umeweka ni kama vile malaika Gideoni alipeleka madhabahu kwenye madhabahu, akamchinja mbuzi na mkate ambao huko umechachwa, akampelekea malaika, kisha malaika akanyosha mkono wake. Ile dhabihu ikateketea yote na akakubalika. Siku hii ndio unakubalika kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya biashara yako. Just believe in him. Open your lips as he is speaking to you now. As he is speaking to your business, as he is speaking to your business, it is the end of the lotus in your life and the beginning of successes is in your life. That every demonic arrangement that has been in your life is broken in mighty Jesus Christ. That no drugs, hakuna mapombe, hakuna madawa, hakuna kuchukiwa, hakuna kulaoniwa, hakuna kukua segregated. That God will lift you today. God of heaven amekushika mkono, na amekushika mkono because he knows that today is a day of your redemption. Today is a day that he is blessing you up. This is a day
Yes. Wakaga wasikuone wewe, kuja hapa. Hebu nikanyage mguu yako, kanyaga mguu yako. Sema Bwana Yesu, niko tayari kuachana na mambo mabaya, nikufuate. Wewe uko. Sema Bwana Yesu, kanyaga mguu yangu. Sema Bwana Yesu, niko tayari kukutumikia kwa nyumba yako. Sema amen. In Jesus name. Nani mwingine kama hapa? Yupade huu. Ubarikiwe. Ubarikiwe. Maito, uradhimu. Hii kosi ni ikikuja Januari ikuwe imebadilika. In Jesus name. Badilika sasa, badilika. Yes. Hiyo kosi waliipaka mbaya ndio wakwende watu. Yoke. Uka. Sema Bwana Yesu, nimekuja kwako, uniokoe kutoka leo, unibariki, unipe vipawa vyote ambazo uliniahidi. In Jesus name. Sangalanga, hata wewe chukua. That's a touch. Hata wewe, nani mwingine? Hata wewe chukua, double touch. Nani mwingine? Hata wewe. Wewe. Na wewe ulijificha? Ni kwa nini unakaa huko? Utaki mafuta? Una intercede. Wacha nikupatie anointing ya kuintercede, ndio hiyo. Intercede sasa, intercede. Anza kuintercede, nua mikono yako juu. Spirit of intercession ikuingie in the mighty name of Jesus Christ. Sema amen. Wow, it's a powerful one. Kasichana, chukua hiyo. Chukua. Watoto mubarikiwe. Musikutane na ajali ama metino ama ugonjwa ama chochote katika maisha yenu. Mungu awabariki. Mwaka tunapoingia mwaka mpya, ukwe ni mwaka wa baraka, mwaka uliojawa na baraka. Hata mkienda Mombasa, mtuletee madafu, tutakula. Yes, God bless you. Thank you. Simama tu niwaombee sasa. Baba, ninashukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo. Asante kwa kazi ambayo umeifanya siku ya leo. Ninajua watu hawa wamefunguliwa. Ninajua michanga yao imefunguliwa. Ninajua kazi zao na ndoa zao zimefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Ninaprophesy kwa mifupa mikavu iliyokuwa katika maisha yao sasa imepata uhai, imepata nyama, imepata hata pumzi, kutoka sasa imeanza kufanya kazi. Ninaprophesy to your businesses that from today every dry bone in your business has come to life again. Every dry bone in your marriage has come to life again. Kuna wewe ambao umekuwa ukipatana na shida ambazo ni shida hazieleweki, shida za kimwili wako, from today it has come to an end because God has said so. Hallelujah. Umekuwa na tatizo la kimwili limekusumbua for long time, kuja hapa. Tatizo la kimwili limekusumbua sana for long time. It has been a thorn in your flesh. Come to. Hatutaki kujua ni nini hatutaki kujua ni nini, but it has been a problem. Na imekusumbua kabisa. Imekusumbua kabisa. Yes. Yeah, tafuta nafasi hapa mbele. Achana na simu. Tigana na adhimu. Dera kinyia ripoti. Teremuka watoto wateremuke.
This thing has been a thorn in your flesh. Umejaribu kung'ang'ana nayo itoke, it is not going. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie shetani. Hebu shout your mouth. Mwambie shetani. Utajua ujui leo. Sasa nimeondokewa na wewe. Unajua hii ugonjwa ni Lutu ambaye amekuwa akikusubua. Na hii ugonjwa ni wewe umeiweka, kwa sababu ni Abrahamu alikuwa amefanya nini? Ni Abrahamu alikuwa amefanya nini? Amemweka Lutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ulikataa kusema kwa mdomo yako, ya ugonjwa toka, ndio mgonjwa ikapata nyumbani. Sasa nataka useme ugonjwa toka. Do you know one thing? God has the power, has the authority to prophesy over something. But God will never do it until he uses you. He told Ezekiel, man, son of man, can these dry bones come to life again? God had the power to make them come alive. Hata angemuuliza Ezekiel ama angemuuliza. But God uses man to prophesy. God will never prophesy and do it. He uses man to actualize. So through your mouth, you're going to be healed tonight. Through your mouth, you're going to change. Everything is going to change. Through your mouth, everything that the devil said you are has come to an end. Hebu anza kusema through your mouth. Sema hiyo ugonjwa uko nayo, izungumzie, mwambie toka kwa maisha yangu. Come out today. Tell it. Command it. Usibebeleze Rutu habebelezagwi. Mwambie toka. Wewe toka ugonjwa. Wewe ugonjwa toka. Ukimwi toka. Cancer toka. Every disease. Come out. Ndio imetoka. Toka. Out. You demons. Watch. Leave her alone. In Jesus' name. From today. Sema from today. It is gone. It has gone. Sema from today. Wachana na yeye aende huko chini, kwa sababu kuna malaika anamngojea. Umesikia? Don't interfere the process of God. Sema from today. It is gone. It is gone. Sema from today. You are gone. In Jesus. Sema from today, mami. You are gone. Evil. Sema from today. Sema from today. Sema from today. Bring her back. Mulete hapa. Nishike mkono wako. Shika mikono miwili. Sema from today. Nobody, no power, no force of weakness, no amount of intimidation that will be in my life. In Jesus' name. He is coming to heal you. He is coming. Sema kutoka leo. Shika na mikono yangu miwili. Shika na mikono yako miwili. Sema kutoka leo. Laana ya kifamilia. Maneno ya kifamilia. Na tabia za kifamilia zimeondoka. I command. Sema I command every disease in my body to come out. In Jesus' name. You are healed. Oh, niko nawe. Imaguru, kinyanga kuguru wako. Nafuresha. Haya. Nafuresha. Ondoka. Sema ondoka. In Jesus. Ni wapi kuna kuuma? Where's the problem? Kidney. Wekelea hapa. Biguni kuna kidney mpya zimeachiliwa. Mungu anafanya repair sasa. Funga macho yako wanapofanya repair.
Yes. Anaitwa Angel Raphael. He's doing it now. He's doing it. He's removing the old ones and putting fresh ones. It is done. Yes, what was it? Pressure na vidonda kwa kichwa. Pressure na vidonda kwa kichwa. Vidonda vyote viondoke kwa kichwa. Vidonda vyote viondoke kwa kichwa. Ondoka, umefanikiwa. Uko through. Yes, mami. Yani unaodugeire irio nyingi uko bado no pressure. Na kugada kuliko. Ukahaha ni kuguthwo ni kinyamu giki kinyaga kuguru kukuraganda ukinyage gwakwa honie gwaku ukinyage gwakwa kuhonie gwaku. Yes, funga macho yako. Imepona kuja hapa. Imiano ngulungale momingale ni wapi? Alsas na asma na Alsas. Sasa si asma ni wewe ulileta na Alsas si ni mafikirio, si hiyo ni lutu. Mwambie toka, inua mikono yako juu, mwambie lutu toka. Mwambie lutu toka kwa maisha yangu. Command lutu toka kwa maisha yangu. Toka. Ataka hede. Kanyama ko geta wate ni madagitari. Ile Anakaitaje? Nasikia kiabu kako sana. Kitu kamekuwa kwa chini ya mguu. Nasikia kanangolewa. Unaogopa? Unataka tufanye operation hapa? Operation tutafanya tu hapa. Tuone. Kuja toa hiyo kiatu nikufanye operation. Mchuge hapa mtaanguka. Hapa kuna daktari wa operation. Kanyaga hiyo mafuta hiyo hapo, kwa hiyo gatini kakanyage vizuri. Operation imeanza. Operation, toa hiyo, vunika hiyo nguo yako. Sasa unataka nione nini? Usitoke hapo mpaka nikwambie. Mukamba naku kwina ndo muthugu chau gedhoi kiaga chau. Funga macho yako, sema Bwana Yesu niponye. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu nisaidie. Amen. Lete hapa. Ni chau gedhoku naku kuiba maguru niko maibete. Ukawa ni pressure ibeti. Ugikara handu hena mithai, ura expect maciaro make. Mundu agikara handu hena urogi na arogire. What do you expect? Anairwo na moko maya. Anairwo na moko maya. Kuna anio. Edete kuna anio. Ika maitho maku kuna anio. Pressure. Toka. Pressure. In Jesus' name. Kuja. Nikwenda nataka kuongea na wewe lakini si leo, nitafute. Wewe nawe ni nini? The spirit? The spirit of death. Umekuwa ukiona death? Unaona nani amekufa? Wewe. Unajiona kwa kasaduku. Imagine umeota unajiona ndani ya sanduku. Unaona unaenda kukufa. Anytime, like now.
like now. Wewe lete. Umeacha kiherehere ya kiroho. Na hiyo maneno nasikia unabiabia watu huko, sitaki kusikia. Fanya kazi ya Mungu venye amekwambia ufanye. Unasikia? Maneno mengine private affairs ni zako. Umenielewa? Unafuguaga mdomo sana, sasa watu wanapata maneno ya kukusegenya nayo. Unafuguka sana. Stick to the line ya Mungu. Umenielewa? Hudumia watu, wacha kuwapatia story. Umesikia? Kuja. Hebu niangalie. Smile at me. Smile tu. Kasmile kana kuja. Kana kuja. Kuja. Nawe ni kide kiriowera wako. Kogoro weka atia. Mugongo. Uka no mutumia uri kugoka. Unawacha tu unakaa. Kuja. Shika mami mugongo. Yeah. Nahegwa kwa wako. Yekelea mkono yangu hapa. Sema Bwana Yesu, niponye. Higa maitho mako. He modora watamana kahio na hau. Kau. Yes. Nyura temone kahio. Garagwe ka operation. Umeona akifanya operation? Unaona? Operation ikifanyika ya mgongo, mafupa inabadilishwa. Hao wawili wanafanya operation. Wawili wanafanya operation. Waacha wafanye operation, waachane na wao. Waachaneni na wao, waangalie tu waende vizuri. Waende Rafael hawezi kuachwa, hawawechi. Mwelekeo huko. Mwache kibo. Ni operation. Malaika wamewashika. Guide them tu wasigogwe na viti. Just guide them. Hiyo ingine waachia Mungu. Hawezi aguka. Hawezi. Sasa mwenye hii simu ya blue akuja hapa. Mwenye hii simu ni nani? Chukua. Bado huko kwa operation. Shika tu, mpatie simu. Ujue kuna deliverance imefanyika. Shika hii simu. Yes, funga macho yako. Yes. It is done. Mshike simu. Mwenye this one, who's the owner of this phone? Your prayer has been heard. Haya katulutulu. Haya Nokia. Ina ni Alfred. The owner. Mwenye hii kai hapa. Mwenye Oppo, the Oppo world ni yako. This is for who? This is for who? Yako. This is for who? This is for who? Kuja. You, wewe mzee. Suliwacha hii mwanamke. Bado unamfuata na familia zenu. Mnamfuatia nini? Sasa anza kuondoka mzee. Rudi kule kuzimu, ulikufa. Ninakupeleka kule, unafaa huko kwa makaburi, ukae huko. Wachana na huyu mama. Ati utoke? Ninakuamurisha katika jina la Yesu Kristo. Urudi ukae kwa makaburi, wachana na huyu mama. Mfugue na familia zenu. Leave her, lose her. Mwafungue. Fungua yeye out in the mighty name of Jesus Christ. Sasa wacha fungua. Chukueni mikanda yenu, fungueni yeye sasa. Fungueni yeye. Kata mikanda, toa pete. Maagano yote mlimpatia. Chukua maagano yenu, murudi nayo kule kwa makaburi, mukae huko. Mothe. Huyu lazima sasa aolewe in Jesus name. Lazima aolewe sasa. Ameachiliwa. Fungua yeye, beba mizigo kwa sababu hauna chako hapa kwa huyu mzee. Hauna chako kwa huyu mama. Hauna chako, si ulikufa ukamwacha. Basi toka.
Beba mizigo uende. Beba mizigo. Na kuhesabia 1 mpaka 7. Uko umebeba mizigo. Nikisema 1 mnasema damu ya Yesu. 1, damu ya Yesu. 2, damu ya Yesu. 3, damu ya Yesu. 4, damu ya Yesu. 5, 6, 7. Ndio hiyo sasa. Ya free. Wamekuacha. Mzee alienda kama amefuga mama. Mama anaenda akipata kanyama mahali ya kukula, mzee anamuuliza nani amebaya hii nyama? Na mzee alienda. Wakati kadi imagine situation, mzee alienda. Lakini it's very bad. Upatie simu yake. It's very bad. Kuvuka mtu mwingine. Wewe kama unataka kukufa, kufa peke yako. Acha kukufa na ule mwingine. Wacha na mwingine wacha, si wewe ndio umeenda. Wacha na mwingine apate mtu akae hapa duniani. Wale watu ambao wazee wao wamekufa. Biblia imesema mmekubaliwa. Nimewafungua kutoka sasa mpate mabibi na mabwana. Inua mkono kama hapana. Lakini kutoka sasa kama bibi yako amekufa ama mume yako amekufa ama mlikuwa na separation kwa sababu ya kitendo, ile kitendo mnajua, hiyo Biblia inakuruhusu. Na nimekufungua. Sema umefunguliwa. Yeah. Na mtu akikuuliza akuje aniulize, mwambie akuje aniulize. Yeah, tulikuwa na masimu. Nani mwenye hii? Hii ni yako. Sasa mimi sijakuuliza, hapana, usiweke hapa. Hapana. Wewe mzee unajua. Mzee, bado unauza miti? Unauza nini siku hizi? Biashara hivi. Biashara gani? Unafanya biashara hivi lakini kwa sahihi ufanye. Lakini saa hiyo ingine ulikuwa unafanya. Uliachana na mambo ya waganga? Ulikuwa umefanyika mganga ama nani alikufanya mganga? Ni maji mirefu. Nani alikufanya ukakuwa mganga? Wewe tulia. Nani alikufanya ukakuwa mganga? Sema, nazungumza na wewe. Usirudishe. Yule alinifanya. Ni anko yangu tu. Ni anko yako? Sasa kwa sasa. Wewe ni mganga ama wewe ni kamuganga? Kwa sahi. Sahi sifanyi shughuli yoyote. Lakini umekuwa ukifanya hiyo shughuli kwa kitambo sana. Kitambo miaka ngapi? Sasa imepita karibu miaka 9 hivi. Katika hiyo miaka 9 ulifunga wanawake wangapi? Kuwafunga hakuna mwanamke nilifunga. Na wanaume ulifunga wangapi? Kuwafunga kiuganga, uliganga watu wangapi? Kuganga sijaganga watu wengi sana. Ni watu wachache tu kidogo. Sio wengi sana. Ni kama wangapi hivi? Zaidi sana. Yeah? Ni kama wangapi hivi? Siwezi wahesabu. Kama 1000 ama 2000? Ni wengi. Ni wengi. Wale walichukua hilisi kutoka kwako. Walichukua nini? Unajua wakati nilikuwa nafanya kazi. Hiyo kazi yangu nilifanya kitambo, lakini sasa ilikuja ikafika wakati nikafunga. Sikuulizi kama ulifunga, na kuuliza hivi. Wakati huo ulikuwa unafanya kazi. Uliganga watu wangapi? Kuwaganga. Kuwaganga watu wengi sana. Wengi sana. Zaidi ya muno. Sasa inayo. Waganga uliwakuwa nafanyia nini? Kimatibabu tu. Anakuja anasema mume wangu hawezi. Uzazi. Mume wangu hawezi kazi, lakini sasa nakwambia shika hiki ukienda huko basi trakta italima.
Si ndio? Kwa hivyo ulikuwa na power ya kubadilisha maneno yanabadilika. Sasa wacha tuone power ya Yesu inafanya kazi namna gani. Yes. Mugaga, 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 mugaga. Mugaga, toka, toka, toka. Mugaga. Ya powerless. Unaona wagaga wanaanguka rahisi. Na ndivyo mnaendaka mkinyenyekea na kwambia, Kalmasira amesema weka 1,100 hapa motoke. Angalia sasa. Hata hakuna kitu, hata hakuna pesa tumetoa. Hata hakuna nini? Hakuna pesa tumetoa. Alikuwa anataka kurudisha. Unajua tulikuwa tumekata. Sasa Kasimu alikuwa analeta hapa ka cancel hizi simu. Umeelewa? Sasa ukikuwa mjanja unaelewa. Umeelewa? Hawekagi pesa kwa kikapu kama wale wengine. Anawekaga kado. Kwa sababu kule ameambiwa kamata anga. Ni wakaka wamemwambia kamata anga. Huyu mtu ametuharibia kazi. Haleluya. Ndio naona nimewekelea simu wapi? Ndio communication yoyote, kwa sababu imetumika kutoa sadaka ya kimadhabahu. Ndio communication yoyote ya kishetani isikuje. Kwa sababu ni most likely ukitoka hapa hii simu unyang'anywe. Na utanyang'anywa nikachokora katoto kama itoshana haka. Kwa sababu this is what was used to destroy their kingdom. Hallelujah. Who is the owner of this? Kama huyu mzee ako na anointing nzuri sana, lakini pia alikuwa ameanza kutumika kwa shetani. Huyu mzee unaona hapa. Alipokuja hapa hata naona amechange, umekonda konda. Hizi vitu zilikuwa zimekufurisha. Sema Bwana Yesu, asante kwa kunisaidia. Amen. Who is next? The owner ya huyu. Imeaguka. Ni ya mama. Kupe nimeona agushaka. Who is the owner of this? Hii ni yako. Sasa kijana, nisalimie tu. Good. You're a good boy. Yule msichana, yule rafiki yangu, maneno yalikuwa sawa. Good. Hapa hata tunasema watu waende watoe kitu mzuri. Watoto wanaendelea kuongezeka. Hata Babula sasa nasikia ni mama ananyonyesha. Aboi. Babula ni mama. Hii ni nani? Na hapo uende uombe mzee ruhusa Sunday ya Christmas. Kama hutapelekwa nyumbani ukuje utuhubirie. Sawa. Sasa sina authority ya kukuambia. Ukuje transfer. Mungu amesikia. Yes. Hii ni ya nani? Who is the owner? Who is the... Yes. Hi. Utoireko. Nuko data wewe fine. Bigeni msichana huyu mrembo makofi. Yes. Who is the owner of the red in color? Kijua mtu anapenda vitu za red. Sisemi kitu. Who is the owner of this one? Na nilikuwa dateo. Ya gani ya gera muno. Who is the owner? Who is the owner? Anybody ajapata phone yake? Hii ndio inaitana hapa. Wewe ni wa Rongai? Rongai wapi? Wewe ni wa Fatuma, karibu na Olerai. Mama Muturi. Mukuhe. Okay. Nimekuona. Utigwa dhudha? Yes. Inueni mikono yenu tushukuru Mungu. Hebu fungua kinywa chako umwambie Mungu ni asante kwa kunivunjia madhabahu, asante kwa kusimama na mimi.
Asante kwa kunifungua siku ya leo. Asante kwa kunifunika na mafuta, kunifunika na damu ya Yesu Kristo. Kunifunika, umefunikwa. Hii mwaka itaisha vizuri na utaanza mwaka vizuri, na umwambie siku ya kuruka mwaka tutakuwa hapa, na umwambie ninataka ukanibariki. Siku ya Christmas tutakuwa hapa. Mwambie Baba unikubalisha si Christmas nikuje nikusikilize, na hata kuruka mwaka unisaidie nikuje nikaruke kwa nyumba yako nikakushukuru. Mwambie hivyo tu, mwambie tu hivyo. Mwambie tu hivyo. Mwambie lazima nitakuja kuruka mwaka, lazima nitakuja Christmas. Christmas, Christmas, Christmas. Berita. Nitie Berita. Waombee watu nyumbani. Wacha kuongea na miheho, ongea na sauti kubwa kubwa. Nataka kusikia sauti kubwa kubwa. Ongea na sauti kubwa, ongea na sauti kubwa. Shetani anapenda kusokeleshwa na sauti kubwa. Kuja tu. Wewe unachukua pesa yako. Kamechukua. Endelea, fungua tu kinywa chako, mshukuru. Wacha kuongea na umeheho, ongea na sauti kubwa. Sema Bwana Yesu, asante kwa kunibariki, asante kwa kuniinua, asante kwa kukumbuka siku hii ya leo. I command every blessing. Alice, remove this. Mwambie, this is the blessing, this is the day that I was waiting, that God has blessed me with. Hizi vitu zote, wale wameleta michanga, Mungu akaweza kufungua michanga, munipatie hapa. Watu wa mchanga mtabaki nyuma. Mchanga, watu wa mchanga watabaki nyuma. In Jesus name we pray. In Jesus name we pray. Kama ulikuwa mgonjwa na unajua ulikuwa mgonjwa, ukikuja hapa, kuja hapa uniambie venye unasikia sasa. Kakitu ulifanywa operation? Kanyaga. Inatereza. Tebea. Inauma. Imeenda. Operation imefanywa. Hai, kanyaga kabisa. Siski? Kameenda. Nitaleta picha yenye ilikuwa vile kalikuwa kanakaa kamengedia hivi. Kalikuwa. Hebu tebea. Kalikuwa ni kauchawi. Nilijua tu. Kameenda, kamerudi kwao. Thank you Jesus. Nikarutu kameenda kabisa na hakarudi tena. Sikataki. Hebu tebea. Kameenda kabisa. Baki atu kai. Utaenda jogging. Mwingine yako na testimony, mwingine akuja. Kai. Thank you for praying for me. Huyu mama amefanya operation. Mumeona akifanya operation hapa? Huyu mama. Hebu tuone gai, angalia. Jogging. Jawa. Wow. Iko wapi? Haiko kwa M-Pesa. Yes, mami. Nemogogo. Aumi kabisa, hebu fanya venye ungefanya. Imeenda. Gai. Mama nimeona kichwa na kakisu hapa. Amepona. Nimepona. In the mighty name of Jesus. Imeisha. Hakuna. Dadi mwingine. Aya. Kimuzee kimeenda. Kuja hapa. Utabie testimony yako. Wakati ulikuwa unaniombea, alikuwa anataka kunishika mkono, ananiambia mzee, akiwa na shati ya white na longi ya black. Ananiambia kuja hapa, wewe ni wangu. Anamwambia wewe ulikufa, wachana mimi. Ananishika, anajaribu. Sasa wakati umemaliza, akakaa akiniambia wewe unataka kubaki huku? Nikamwambia mimi sina kazi yako. Akaenda hivyo akigombana akisema nimekuacha huko na Waruinge. Ameacha na Waruinge. Kimuzee kimekasirika. Kimebaya pacho na Waruinge huko. Oh my goodness, you are free. Tafuta mtu. You are free. Biblia inakubalisha. Nenda uombe kwa mlima, Mungu atakuonyesha ni nani. Na sio mimi.
Wacha wewe bute niki kai. Kwenda kugera hapo. Haya, nani mwingine alikuwa na maumivu imeisha? Testimony is good. Testimony. Wale wamekuja hapa wagonjwa. Sasa mami, ni kale kalikuwa kama mkono. Na ile kitu yake ikikuja. Huyo mtoto alikuja hapa na plaster. Heavy. Unajua wakati tulikuwa namuombea hapa, vidole nilikuwa zinafanya. Ulisikia? Zikifanya alifurutwa hapa. Alafu mikono ilianza. Ulimpeleka kufuguliwa lini? Ulipomwombea on Sunday, the following day akawa na appointment ya kutoa chuma. But hata hakuzimwa, alitolewa tu akiwa hivyo. Hawakumzima bila alizima akiwekewa chuma. Azin kupewa dawa ya kulala. Ulitolewa ukiangalia na macho hivi? Nilikuwa kwa slide. Ukavujika mkono. Daktari alikutoa ile kitu. Ile kitu ilikuwa hapa. Yaani hawakumnyamazisha. Hawakumlalisha. Chuma ilikuwa hapa. Hebu angalieni, kujeni muone watu wa Mungu. Hii ni chuma, mtoto alikuwa amewekwa hapa. Na ilichomolewa bila kulalishwa. Kai. Ilitolewa bila kulalishwa. Akiona tu hivyo. Akiangalia venye inatolewa na asikii uchungu. Ilikuwa uchungu, but sasa juu ya uoga wake pia alikuwa aliye tu basi. Kai. Hakuzima. Wewe umewahi kusikia wapi hiyo? Ati unatolewa chuma bila kulalishwa. Na tulikaombea hapa Sunday Jumatatu. Kwenda tolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. This is amazing. This is the work of God. Mpigieni Yesu makofi. This is what God can do. He got the power to deliver, to change and transform. Hallelujah. Tuendelee kumtegemea huyu Mungu maana ana uwezo. Nani mwingine ako na testimony moto? Testimony moto. Testimony moto upande hakuna? Ndio tu mkono. Testimony ya haraka. Yaani nyinyi wote ni waoga. Mungu amewafanyia, hamtaki kuaibisha shetani. Mimi testimony ile niko nayo, nimepata nyumba kubwa. Tutaenda huko, tutahubiri, na kutoka leo marutu wameondoka kwa maisha yangu. Sema nipigieni makofi. That is a testimony I have. Umeleta kikombe. Ni ya nini? Unataka Mungu akufanyie nini? Siku unataka Mungu akufanyie, ninajua ni ya nini. Unataka nini kutoka kwa Mungu? Mshikie microphone. Huyu ni candidate. I want God to bless. Kuja. Uko na passport? Kuja tu na viatu zako, utatoa pesa ya kukosha hapa. Uko na passport? Sina. Kwa nini? Edo tafute passport. Beef. Inatengenezwa, alisema by January. Nasema hivi, wacha kiherehere. Enda utafute passport. Kuna mama yuko nchi fulani, sijui ni gani, atakuadapt kama mtoto. Hazagi, hana mtoto, atakuadapt kama mtoto. Na atakupeleka, mtakuwa mkiishi na yeye huko kama mtoto wake. Sijui ni nani, lakini kuna mama mbrown hivi, na atakuja kule, tutakuwa kanisa, atakuja. Anakuona sahi, anakuona. Huyu mtoto hajai kuona mama na hajai kuona baba, lakini Mungu amemtengenezea mama, ambaye mama yule hapana mtoto na ni tajiri mkubwa. Nimemaliza kulia. Acha nikuconnect sasa na huyo mama. Kuja mama. Watu wa connection wanaendaka na style hivi. Najua mmefurahi sana. Simu nipigie makofi hata mimi. Haya, jipigia yako. Sasa weka ya Yesu na vifijo na vigeregero.
Thank you. Sasa mimi najua Christmas ni wakati wa kukula chapati. Christmas kila mtu aniletee chapati hapa, nitakuwa hapa. Niliko na kwetu, lakini nimeambia mama yangu akuje. Nimezoea miaka yangu yote nimekuwa nikienda kwake. Sasa nimemwambia tayari kuja. Si ndio? Niko na watu wameniambia tukuje. Kwa hivyo Sunday ya Christmas I'm inviting you tukue pamoja hapa tushukuru Mungu. Kuruka mwaka tutarukia tu hapa. Nilikuwa ninapenda sana turuke hapa, lakini ile mission ya kwenda Thika ikatudisorganize. Tumefurahi sana wale walifanya contribution zao kwa nini ya wazee. God bless you. Kile kitu mlifanya hamukujua, hata mimi sikuwa najua until nilikuwa huko. Kumbe ilikuwa tuvuje madhabahu ya kufungua nchi yetu, na tulifanya hivyo. Kwa hivyo hata wewe ambao uliparticipate, wewe ulifanya contribution, hata maombi yako wewe ulienda ukaomba, God has opened your doors. You are never the same again. Hallelujah. Na Wednesdays na Tuesdays bado tuko hapa. Na Thursday niko Thika. Naendanga Thika Thursday. Ukitaka kunia company, sio ukuje kuingia kwa gari yangu. Tukutane Thika mahali panaitwa Nelion Center, lakini it is only this Thursday tutakuwa Nelion Center. Hizo zingine tumekomboa nyumba, tuko na church Thika sasa. We have a church, functioning church. Bwana Yesu asifiwe sasa. Ni sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mzee, wewe uliokaa huko? Wewe wa huko. Lakini huyu pia atakuwa na yeye hapa, na ninamkaribisha kama mmoja wa wachungaji wa nyumba hii. Lakini mchungaji, simama tu hapa nikupatie mawaidha, kwa sababu tutaweza kukosana kwa sababu ya sikukwambia. Hii kanisa wachungaji wa hapa wale wa Marigo mimi siwapatiangi dhamana hata kidogo. Yule mchungaji mwenye anakujaga akae chini viti vipagwe kwa sababu yeye ni mchungaji, huyo simpendi hapa. Yule mchungaji anakujaga kwa sababu yeye ni mkubwa, yeye hawezi. Mimi ndio naoshanga choo za kwetu. I wish ungekuja hapa asubuhi ungenikuta nikifungu. Kuna jamaa alikuja akaachilia kilo 2. Mimi ndio nilisifungulia zikaenda. Sasa kama wewe ni yule mchungaji wa kukuja unakaa hivi hapa, hautawezana na hawa watu. Hawa watu watakuchapa tu, watakufukuza. Nitaambiwa tu asubuhi ulifukuzwa. Kwanza hiki unaona hiki kitakufukuza tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa wachungaji wa hapa ni servants. Ndio wanafagiaga nyumba. Ndio wanaoshaga choo. Ndio wanafanyanga kazi zote. Hawa ni wadosi wetu. Hawa ndio wakubwa wetu. Utawezana hiyo? Najua umezoea kanisa, yule mchungaji akiingia kila mtu anatetemeka. Mimi ukinikuta katikati hata tukikula getheri, sisi uwezi tofautia. Maana wakiuliza, "Osho ni wewe dora?" No, kuna mama alipiga duru nilikuta nikiosha choo. Kai, Apostle, unaosha choo, acha tu nikusaidie. Nikamwambia wewe, enda kasi yako. Mimi natafuta kwenda biguni, hata yeye utafuta kwenda wapi? Tafuta njia yako na mimi nitafute wapi? Hapa tumekutanishwa nikusaidie, utafute Mungu, na mimi na wewe nisaidie nikutafuta Mungu. We don't have bosses in this church. Na ukichuchuguza uone sijakushika vizuri, sijakukamata kama wewe ni mshirika, sijakuigiza kwa roho yako vizuri, ujue you always behave like a boss. Acha niwaibie suri. Unajua kama mnashika kwa ni pastor aongeagi na mimi hapana, I can't talk to you. I look at you, I see a vagabond, a useless person. And I can never give you a position in this church. I will never. Hata ukue wewe ni nani. Lakini if you are humble, you are simple, you love everybody, you walk with everybody, and everybody is bigger than you. Wow, that's you, my friend. Hallelujah. You're what? You're my friend. Uko hada ndako hada. Niko no ndenda tuthitha farida ihuna. Heke ndo gayarajerire. Kwa sababu nataka tuende bali. Tabia ya hii kanisa, culture ya hii kanisa ni hiyo. Humbleness. Hapa hakuna pastor. Mtu mmoja akijaribu kuinuka na gogaga, akijaribu kujileta kichwa hivi ati yeye ni boss, anakuta watu wakibeba mizigo pale chini kwa sababu yeye ni pastor anatembea hivi. Mapasta bebagi huyo pastor na katanga laini yake hapo hapo. Tutakuwa tukicheka na wewe, lakini I'm not sicheki huko ndani. Because hii ndio utumwa nataka tutoke. Tumeteswa, tumenyanyaswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hakuna ofisi dunia hii naweza kutaka kuingia nikose kuingia. Nimeingia state house 41 in the world. 41 state houses.
Nimechukuliwa na private jet ya Gaddafi kutoka hapa KIC, hapa Jomo Kenyatta. Private jet ambayo imejengwa na gold done kila kitu. Imelandi kwa sababu yangu. Nimetoka hapa nimepelekwa Saudi Arabia kwa king wa Saudi Arabia. Nimetoka hapa nimeenda nimekuwa na mtu anaitwa Osama bin Laden. Tumekaa, tumelala na yeye, tumekaa, tumekula, tumekunywa, tumepanga. Sasa wewe nini power gani utaniambia sasa tunapata hapa? Niki tunasharia Beatrice, ni power gani tunatafuta hapa tuligia watu tukanyagage ni kama dunia iko na miba tunakanyaga hivi. Sasa it is to be humble. To be humble. Yesu akikuja hapa atakuja na akara ile ya Wamasai na geshuka. Unajua Yesu wako kata na ruti. Yesu atakuta na akara na geshuka kikuo kimefuka huko kama ile ya Muislamu na amehunyuka kwa sababu ya kutembea mguu. Huko fubi imejaa huko. Huyo ndio Yesu ule tunamwabudu. Huyo Yesu wa suti, huyo Yesu wa mtu amesoma ya Kisugu inatokea kwa mapua, simutaki kwa hii nyumba. Akwenda kabisa. Sema akwenda kabisa. Nataka Yesu anajua mtu anakiona chokora pale anajua yule ni mtu kama mimi. Akiona prostitute pale ni mtu kama mimi. Akiona mtu ameteseka hana chakula, unaenda unamfanya nini? That is the Jesus we are looking for. Hii Yesu yenu mashule. Hapana, huyo Yesu simutaki. Huyo peleka kwako. Kaa na yeye kwako. Na ukiingia hapa unamwacha pale hata usikuje karibu na roundabout hii, muache karibu na kwenu. Lakini yule Yesu hapo. Yule Yesu alikuja, alikuta watu hawana chakula, akatengeneza samaki na mikate, watu wakakula wakashiba. That is the Jesus I'm looking for. That is the Jesus I want in this house. Yule Yesu alikutana na watu wamechukiwa akawapenda. Yule Yesu alikuta watu ambao wamelaaniwa akawasaidia wakachange. That is Jesus. If you're a boss here, no matter what you are, hata kama umekuja kama mshirika, umekuja unakanyaga kwa hewa, kanyagia kwako. Hapa kanyaga chini. Si ndio? Ukinikuta nikiosha choo it is my responsibility. I'm a servant. It is my responsibility. Najua hujai kuona pastor akiosha choo, kuja kesho made. Mimi ndio nafanya general cleaning. Mkuje muone na ukae pale na sitaki sadaka yako. Sahi. Huyo ndio mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukitoka hapo utakuta sina gari, nilikuja na matatu. Naingia hapa Kadudhi, kanifikishe pale, nipande maiza kwenda pale Nyayo niende hapo, nivuke hapo niingie matatu, home. Kuna mahali nitakatika. Jina yangu itabadilika itoke Waruinge ikue Bega. I've seen every type of money. I have seen every type of power. Ni mimi ndio nilisema Kenya mtu wa kwanza kusema Uhuru ndiye atakuwa president na akakuwa. Mimi ndio nilifanyia Kibaki campaign mpaka akashinda. Wakati ile mlikuwa mnasema Mungike mtaki kuona Mungike. Mimi ndio nimesaidia Ruto saa hii Central nikaikamata hivi nikampakabidhi hivi. Sasa utakuja kulinga nini? Watu wangapi waliona Moi huko moshari aliwekwa picha, walimweka picha. Wangapi walimuona akiwa moshari? Waliona kwa gazeti. Huyo mzee mimi nilienda kwa sababu alikuwa rafiki yangu, nilienda kuona. Sikuambiwa president his excellency ako hapo ndani. Niliambiwa mwili tumemwekea pale. Niliambiwa nini? Mwili iko pale. Sikuambiwa president Moi. Kumbe rank na kila kitu iliwachwa nje ya moshari. Wakapeleka mwili hapo ndani. Alafu alikuwa amewekelewa mawe. Kuna wale wameenda city moshari. Mnakutaka mtu amewekelewa juu ya mawe. Hiyo baridi. Hiyo mawe ya city moshari kumbe ndio iko moshari. So wacha kuliga. Tumtumikie Mungu. Mungu peke yake ndio mkubwa na atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. And now may the grace Amen and amen. Bwana Yesu ambariki sana. Mnapoenda nyumbani mubarikiwe. Kazi zenu zibarikiwe. Milango yenu ifunguliwe. Siku ya Jumatatu mfunguliwe na muinuliwe. Siku ya Jumanne mpatane na vibali. Siku ya Jumatano Mungu akunenee. Siku ya Alhamisi Mungu akubariki. Siku ya Ijumaa wandui wote wasambaratike. Siku ya Ijumamosi ukuje na testimony Sunday. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia kuenda, nasikia kurudishwa. Ongea tu na watu.
Sasa fanyeni hivi, nataka kuja kuongea na nyinyi. Hapa huko tengeneza viti za round hivi nikuje niwaongeze, wengine watengeneze hapa gari waonyeshe, wengine watengeneze hapo nikuje tuongee na nyinyi. Kidogo kidogo dakika bilibili nikiwabariki. Huyu asikii kuenda. Inoka. Thank you papa itu. Kwa hivyo huyu mzee mkimuona ako hapa mjue ako hapa. Although hatujakaa tufanye mikutano, lakini this is a man of this house. Na upeleke, kuna mtu nataka umpeleke mpaka Loitokto. Nimekasirika. Kukaribisha kwenye ibada ya kila Jumapili. Ibada ya kwanza ikianza saa 4 hadi saa 6, huku ibada ya pili ikianza saa 6 hadi saa 8 mchana. Kanisa letu linapatikana kwenye mzunguko wa City Stadium, njia ya kuingia Mthurwa kwenye jengo la Mang Holding Building, second floor. Kwa maneno zaidi sema nasi kupitia nambari ya simu 0722395555. Njooni tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu kwa pamoja. Crusader for Christ Ministry inakukaribisha kwenye